Bono kirali tukorie iki imeya Abagusi Global Radio nigo tugosanga amo n'umwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge gucakira chinsa inye chiamambia gwikira chinsa isano na isatu chiamubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona eng'ana emwamu Astubwate round y'entangane ya kabiri ya gaturaboge round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasi cha sabasaye naboigo twakana libero bato elanchengia imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. Nilikuwa na mchumba wangu tulipendana kama ya machoma, alibahatika kwenda ng'ambo chuo kikuu kwenda kusoma miaka 3 kule Japani kusomea udakitari. Bela wangu Leo dalirudi siku ya leo, siku kama ya leo. Kama najua nimeifuatilia katika mahojiano moja kwa moja na huyo jamaa ambaye ni mwimbaji wa wimbo huo Fresh Mwamburi. Alikuwa anasema kwamba hiyo ilikuwa real story, ilikuwa story ya kweli, true story. Tui kama huyo Stella bado angalipo. Si anakuwa na wasiwasi sana kwa sababu unajua sasa huyu jamaa alikuwa anampenda sana. Unajua pengine anaweza kuwa na wasiwasi alipo kama yupo hai, pengine ikiwa sasa yule Mjapani alikuja akaruka story. Hiyo unaweza kuwa na depression for nothing. Kwa sababu kuna jamaa ambaye alikuwa amejitolea. Alisema kwamba alikuwa hata shamba gari lake akauza, siku ya kumlaki pale uwanja wa ndege akajitoa na anko yake Kilinda, akaenda na mchombo wake na watoto wake kwenda kumlaki. Weke hiyo scenario vizuri, ni wewe na bibi yako. Kwa bahati mbaya ilikuwa ni face fasa. Jikulie tu ni wewe. Wewe ni Videlis, umepeleka bibi yako pale ng'ambo kusoma, umeuza kila kitu, shamba lako, ng'ombe, kila kitu, aende kusomea udaktari. Sasa siku ya kumlaki ndio ishafika, umetoka na watu wa kwenu, unajua unaenda kulaki bibi yako. Lakini unajua kwamba Edu kuna hadi wakati huu kuna jamaa ambao ni majamaa wanafanya hivyo vile. Majamaa ambao wanauza shamba, wanafunza wasichana ambao ni mpenzi wake. Unapata kwamba unalipia mpenzi wako fee shule. Kisha baadaye akishamaliza shule anapotea. Unajua hiyo yanatendeka. Nishaona mengi kama hayo. Yapo. Mwanzo pale chuo kikuu unajua mnasoma na mtu unajua tu ni bibi yako, unamlipia karo ya shule pengine, unaenda unauza shamba lako pale nyumbani, ikifika siku ya graduation ndio unapata kumbe ana bwana. Wamekuja pale, unabaki tu kilia machozi yanaisha, unashindwa. Hadi unatoka tu unajichuna kwanza, ninaota kweli ama inakuaje? Stella hivyo ndio alitoweka. Naam. Ndio alitoweka, lakini pala alipo tu anafaa kuelewa kwamba alikuwa anapendwa. Unajua mapenzi yapo. Lakini mapenzi yalikuwa zamani. Mapenzi kidogo. Yapo ukimpata na kupenda. Ya kweli yapo kweli. Kwa wachache yapo. Penzi mtazamaji na yule ambaye anatusikiliza, ni wakati tumekutana katika mesa hii ya magazetini. Kumbuka kwamba Mungu ametujalia wiki nzima tulikutana jana pale katika mpango mzima wa RSI Katoliki, tukaweza kushare sana. Kwa sababu ya hiyo tulikutana jana na tena tutakutana katika mpango mzima wa Stereo Botaka. Nataka nimpishe mwenzangu Edu kwa sababu yeye ndiye mtakutana na watazamaji kwa siku nyingi ya nene. Asante sana mpenzi mtazamaji, leo ni tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2021, ikiwa ni Jumatatu, ni wiki mpya ambayo tunaenda kuletea magazeti haya. Langu hapa ni The Standard, nita Edwin Mokaya, ambayo tunaenda kupekulia yale yamenakiliwa katika magazeti haya moja kwa moja. Katika gazeti la Taifa Leo, likiwa ndilo gazeti ambalo nimelishika mkononi, unaona huku kuna naibu rais William Samuel Ruto. Wanasema kwamba huyu ni wa kudandia tu. Wana mtu kama mbona hakuenda ama mbona hakuwashawishi wale wabunge ambao walikuwa wanabinga ripoti ya BBI kukataa ripoti hiyo katika mbunge, na akanyamazia tu, hakuenda kotini, akanyamazia tu. Lakini sasa wamesema kwamba hii ripoti imeharamishwa, sasa anasherehekea. Hajasherehekea. Anasema anasherehekea. Hajasherehekea. Sababu katika mtandao wa Ruida unakumbuka aliposti nini? Hakusherehekea. Mungu yule ambaye anaabudu yupo. Yeye alikuwa anaabudu tu Mungu, alikuwa anampa heshima na utukufu. Kwa nini? Hivyo tu, pengine amemtendea mengi, unajua. Hakutaja lolote la kuhusiana na BBI, kumbuka. Hakutaja anything. Yeye alisema tu huyu Mungu anapenda Kenya hii, sio something of the sort. Mbona kwa ametaja hiyo? Mbona kwa amepost siku huwa anataja, huwa anaenda kanisa, huwa anasoma Biblia, huwa anataja hizo. Huu ni ukurasa wa pili.
tutazungumzia hayo katika ukurasa wa kwanza. Anasema PSG, club ya PSG tayari kumwaga noti ili kumtua Mohamed Salah. Huu ni ukurasa wa 11 hadi 14. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba Aisha Jumwa achipiga kifua baada ya rege kuzimwa. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa 6 ni jaribio la KCBE. Katika ukurasa wa pili pia wanasema kwamba mchanja wa kudandia BBI naibu rais William Samoei Ruto. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba serikali yaonya wanaopanga kuzua fujo katika uchaguzi ambao utafanyika hapo kesho katika eneo bunge la Bonchari. Hiyo ni kesho. Naam. Wanasema kwamba serikali imejipanga ili kuwakabili wale ambao watakuwa wanazua vujo katika eneo hilo. Huo ni ukurasa wa 4. Katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba serikali kuwasilisha rufaa kotini leo. Anajua kulingana na ile kuzimwa kwa BBI. Attorney General Kihara leo anawasilisha rufaa katika koti ya rufaa. Katika ukurasa wa 5 wanasema kwamba uvundo tele jijini Nairobi. Katika ukurasa wa pili pia tunaangazia vifo vya watu 174 ambao wamefariki katika mahangaiko kati ya vita vya Israel na wa Palestina. Hayo tu ndio yapo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Taifa Leo, na ndio tu tutaangalia katika gazeti hili. Gazeti la The Standard hapa ukurasa wa kwanza tunapa Uhuru Raila waungana ili kuweza kuokoa BBI ambayo inaelekea kuzama. Baada ya wiki jana tuliona kwamba kuna majaji ambao walipiga marufuku ripoti wakisema kwamba haifuati kanuni za kisheria. Huku ni katika ukurasa wa 6. Vile vile kuna legal team ama mawakili 5 ambao wameteuliwa ili kwenda kutetea haya, akiwemo Ken Ogeto ambaye ni Solicitor General, kuna Paul Kihara ambaye ni Attorney General, Ben Sihanya ambaye ni member of BBI committee, kuna Kibe Mungai, vile vile kuna Paul Mwangi. Hao ni wanaenda kutetea pengine waweze kunusuru hiyo tunaita train ya BBI ambayo karibu kidogo tunaona kwamba inaelekea kuzama. Vile vile katika ukurasa wa 7 hapa tunaenda kuangazia historia ya Raphael Tuju ambaye ni katibu wa chama cha Jubilee, ambaye kidogo mwaka jana aliweza kupata accident mbaya zaidi wakati wa mazishi yaliyekuwa rais wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye alipelekwa pale Kijabe na akaweza kutibiwa. Anasema kwamba ni dakika 40 tu ziliweza kumsaidia. Ikiwa wana Kijabe wangeenda kidogo watulie kidogo, pengine angekuwa shafari. Kwa hivyo anataka kurudisha mkono ama he wants to pay back. Katika ukurasa wa 7 huo vile vile tunaangazia jinsi Ruto anapanga kuingia Nyanza kwa kishindo katika ukurasa wa 22. Vile vile tuna hapa naona World Bank ndo imetangulia kwa list ama kwa orodha ya external lenders. Kwa hivyo hayo ndo yako katika ukurasa wa kwanza. Tuende moja kwa moja ukurasa wa pili gazeti letu hapo The Taifa Leo. Angazia gazeti hili la Taifa Leo katika ukurasa wa pili. Yale wanasema kwamba ni serikali kuwasilisha rufaa kotini leo ili kupinga wale majaji 5, jopo la majaji 5 ambao walitoa uamuzi wa kupinga na kusema kwamba ripoti zima ya BBI ni haramu. Kuna wale majaji walikuwa Kennedy Ogero ambaye ni wakili wa serikali, amesema kwamba wataungana naye Kihara Kariuki ambaye ni mwanasheria mkuu wa serikali ili kuwasilisha rufaa hiyo kotini hivi leo. Ikumbuke kwamba mnamo Alhamisi usiku jopo la majaji 5 Professor Joel Ngugi, George Odunga, Chacha Mwita, Jairus Ngaa na Terezia Matheka waliamua kwa mchakato mzima wa BBI unakiuka katiba na ni haramu. Hayo ndio amefanya hadi katika wakili huyu wa serikali anajulikana kama Kennedy Ogeto na mwanasheria mkuu Kihara Kariuki wanataka kuwasilisha rufaa kotini hivi leo kupinga maoni ya majaji hao 5. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba unafiki wa Ruto wa zuka. Kuna wale wanasema kwamba Ruto kusherekea ama kusifu yale ambayo yalitolewa na majaji 5, wanasema kwamba kuna hali zinazozianika
wazi kutokana na yale ambayo Ruto amekuwa akiyaongelelea kuhusu uhalamishaji wa ripoti hiyo zima ya BBI. Mmoja anasema kwamba anatarajia matokeo ya kura ya maamuzi katika mipango yake ya 2022. Pili wanasema kwamba alikataa kupinga waziwazi mchakato huo wa BBI. Tatu wanasema kwamba alikataa kuwapa wabunge wa shirika wake mwelekeo wa kupiga kura mswada ama kupigia kura mswada huo wa BBI. Na wanasema kwamba Ruto hakuwasilisha kesi kupinga kortini, alisherehekea ushindi wa kesi ya wanaharakati. Tano wanasema hivi, anajifanya anaunga mahakama aliyoikashifu vikali mwaka wa 2017 kwa kubatilisha ushindi wa Jubilee. Sita wanasema anafurahia mazaibu ya mkuu wake Rais Kenyatta akitendo cha kuendeleza ukaidi. Hayo ndio anasema kwamba yanachitokeza bayana wakati Ruto anazidi kama anasherehekea uamuzi wa majaji hao watano. Huo ni ukurasa wa pili ambapo utausoma na upate taarifa hii kwa kina. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba Jumwa achipiga kifua baada ya rege kuzimwa. Jumwa ni mbunge wa Malindi. Aisha Jumwa amesema kwamba ameungana na wale wajumbe wengine kutoka mkoa wa Pwani ambao wanamuunga mkono naibu rais kusherehekea kuzimwa kwa rege ama BBI. Wetangula pia anasema kwamba amewatetea majaji watano wa kuhusu uamuzi wao wa BBI. Hii ni katika hafla moja ya masishi iliyokuwa katika eneo bunge la Bungoma. Anasema kwamba ilikuwa katika eneo bunge katika mkoa wa Bungoma pale. Na katika ukurasa huu wa pili pia anasema kwamba kuna vifo 174 ambao kati ya wale ambao waliuawa katika vita baina ya Israeli na Palestina 50 walikuwa watoto. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa tatu wanasema kwamba Uhuru pangiwa kuzuru Pwani baada ya Raila. Lakini wanasema kwamba hii safari ya Raila kuzuru Pwani ilikuwa tu siara zake kibinafsi. Wanasema kwamba wiki hii rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anatarajiwa kuzuru Pwani ili kuangalia miladi ya maendeleo ambayo inaendelea katika mkoa huo wa Pwani, hasa meli mbili ambazo za kwanza zitakuwa zinasafirisha mizigo zikitia nanga katika bandari ya Lamu mnamo Alhamisi wiki hii. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili na tatu katika gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa pili wa gazeti langu hapa The Standard tunaangazia miaka kama kawaida ni historia kidogo. Tunaweza kujikumbusha yale yalikuwa kitokea miaka karibu 100 na zaidi iliyopita. Kwa hivyo leo hii tunaenda kuangazia majani chai jinsi yalivyoletwa hapa nchini Kenya, na kwamba Kenya ilikuwa ni nchi ya kwanza kabisa kuwa na miti ya majani chai ya kwanza katika East Africa ama Afrika Mashariki. Kwa hivyo tunaona hapa kuna wale wa missionary ambao walikuja wakatua pale St. Austin Church mwaka wa 1902. Hapo ndo waliweza kuanzisha biashara hizo vizuri zaidi. Niseme tu waliweza weza kufanikisha upanzi wa majani chai ambao walikuwa wanapeleka France, wana export kwenda France, na ikawa ndio mahali pa kwanza kabisa East Africa kwa kupanda chai. Mbali na sasa hivi tunajua iko kila mahali, lakini hapa ndio ilikuwa soko. Kwa hivyo mbali na kuconvert watu ama kuhubiria watu ili waweze kubadilisha mienendo yao na kumkubali Yesu Kristo, ambao wa Afrika ama wa Kenya hawakuwa wanajua ama wananchi hawakuwa wanajua kuhusu, walikuwa pia wameleta upanzi wa chai hapa ambao walikuwa wanauza baadaye kwenda pale France. Kwa hivyo mbali na hayo yakaendelea, kisha kuna wale ambao walikuwa matajiri zaidi, matajiri kupindukia kutokana na majani chai haya. Hata sasa hivi Kenya, jinsi miaka inaendelea kusonga, bado majani chai inazidi kusaidia watu wengi zaidi. Kuna wale waliosomea kupitia majani chai haya. Kwa hivyo ni historia nzuri zaidi. Katika ukurasa wa pili wa gazeti letu la The Standard uweza kupata nakala yako ili uweze kupitia historia hiyo kwa kina. Vile vile ukurasa wa tatu hapa
tunaona kwamba jinsi teknolojia inazidi kuongezeka hapa nchini, na vile vile tunajua kuna wagonjwa zaidi wanaendelea kuongezeka, ugonjwa wa kisukari, vile vile kuna wale wako na ugonjwa wa shinikizo la damu au ukipenda hypertension na diabetes. Kidogo tunajua kwamba kwa watu 10 wanaoaga dunia hapa nchini Kenya, 7 ni wanaoaga kutoka either diabetes au shinikizo la damu ama hypertension. Kwa hivyo technology sasa hivi imewezesha kwamba si lazima mtu atoke kwake aende hadi hospitalini ili kupima. Kwa hivyo kaunti ya Makueni ishajisajili teknolojia hii mpya, ambapo ni app ya simu inaweza kudetect the blood sugar levels ndani ya mwili, kisha hayo yanaendelea vyema zaidi. Kwa hivyo tunaona kwamba teknolojia inaendelea kuzidi, kwamba kidogo hakutakuwa na ile misongamano zaidi kwenye vituo vya afya. Jinsi tujuavyo, unaenda huko saa 2 unapata line mrefu kabisa, lazima ufuate ile line uweze kuhudumia. Kwa hivyo siku hizi ni kama teknolojia inaendelea kuongezeka. Hayo ni katika ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba serikali yaonya dhidi ya fujo katika uchaguzi wa Bonchari. Kuna yule ambaye ni mshirika wa serikali katika eneo la Nyanza anaitwa kama Magu Mtundike, ameonya watakaozua fujo kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii, kuwa watakabiliwa vilivyo. Wakazi wa Bonchari wataelekea debeni kesho kumchagua mbunge wao mpya baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wa eneo hilo anaitwa kama Oro Oyoka aliyeaga dunia mwezi Februari. Wanasema kwamba wale ambao watakao fua ama leta fujo katika uchaguzi huo watakabiliwa vilivyo. Utawaambia nini wale ambao watakuwa wanapiga kura kesho? Wapiga kura wapige kura vilivyo bila fujo. Yeyote tu, kiongozi ashachaguliwa already na Mungu. Achachaguliwa bado. Na Mungu ashamchagua. Yeye ashajua nani atakuwa kiongozi. Usipinge hilo, manake wananchi ni kwenda tu kuchagua tu. Unaona, lakini yule aliye mbinguni ashachagua ni nani kiongozi. Ikiona alafu kuna wale wanasema kidogo, mwanamke hawezi ongoza, nani hawezi ongoza. Wewe enda piga kura yako penye unaona. Ukiona Oimeke ndiye mbunge unastahili, umpe kura yako. Ukiona Teresa ndo yule, mpe. Kama ni Jona ndo hiyo, unaona. Najua nilipita pale, ilikuwa Jumamosi. Naam. Nilipatana moja kwa moja na wale ambao ni wagombeaji ama wale ambao wanamezea kiti hicho wa mate. Kuna yule anaitwa kama Eric Oigo, walikuwa wakifanya kazi pamoja na Sebedeo Pole katika serikali moja. Kuna yule anaitwa Sebedeo Pole, walikuwa katika kampeni zao. Kuna yule anaitwa kama Mother Teresa, kuna yule anaitwa kama huyu ODM anaitwaje? Oimeke. Niliwaona walikuwa katika kampeni. Walikuwa wanafunga ndio wakati wa kufunga kampeni. Walikuwa wanahitaji zile pesa ambazo watu wanapewa. Wanazitaje? Sijui lugha sanifu ya Kiswahili. Walikuwa wanapeana. Wanasema kwamba tinga ilikuwa inashaga. Unajua, ukumbuke kwamba siku ya Ijumaa mtu mmoja alipata majeraha. Ilikuwa siku moja baadaye. Mtu mmoja alipata majeraha mabaya, panga kichwani na mikononi, na wengine watatu wakiumizwa kwenye hafla moja ya mazishi iliyofanyika katika sehemu inaitwa kama Botoro, baada ya wafuasi wa wapinzani kutofautiana. Naam. Walikuwa katika matanga moja, mazishi moja, pale ambapo wafuasi walikuwa wanatoa maoni yao tofauti. Sijui panga zilitokea wapi, lakini mmoja aliweza kujeruhiwa. Na msapo tunasema kuna upuzi, manake mbona nije kupigana nipigwe panga ama nikupige panga kwa sababu ya mtu atakaenda bungeni kula, wajua anaenda huko na sasa unajua umepea yule ambaye atakuwa anapiga kura, umemwambia apige kura kwa amani. Na yule ambaye anamezea kiti hicho ama mgombea, wale ambao wanagombea kiti hicho, utamwambiaje? Siwa, kura ni kura tu. Kuna mshindi na kuna anayeshindwa, si ndio? Kama umeshindwa ukubali kushindwa. Kama umeshinda, chapa kazi. Mmeyasikia hayo. Huo ni ukurasa wa 4. Katika ukurasa huu wa 5 nasema kwamba ufundo tele Nairobi huku NMS ikizembea, ndio ameangaziwa katika ukurasa huu wa 5. Ningeomba pia niangazie katika ukurasa huu, kuna taarifa ambayo nilikuwa nimeisahau huko nyuma, ambapo nasema kwamba Jubilee yapiga kampeni kali za kupangua UDA ama chama cha UDA uchaguzini Ruri. Kuna uchaguzi ambao utafanyika hapo kesho katika Ruri County ya Nyandarua. Unatarajiwa kufanyika hapo kesho. Hivyo kesho kuna chaguzi mbalimbali nchini. Na sijui kwamba unajua walisema kwamba tume huru ya IEBC bado haijafikia kiwango cha
kufanya uchaguzi by election. What happened? Sijaelewa, lakini walisema kwamba kutokana na wale majaji walisema kidogo tume ABC haijafika ile kura mnastahili ili kufanya uchaguzi wowote. Kwa hivyo tukadhamiria pengine hakutakuwa na uchaguzi. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa wamekwama nchini India, wanaomba kwamba wanapitia mateso. Mambo mingi wanayapitia pale. Wanaomba serikali ya Kenya iweze kuwafidia na kuwasafirisha walete nchini. Sasa sijui ikiwaleta nchini tena ni shida, maybe wamecontaminate na ile virus kali. Sasa wanaomba kwamba serikali iweze kuwasaidia. Hiyo ndio alikuwa katika ukurasa huu wa 6, 7, 5 yote. Naona tutaenda kuanzia ukurasa wa 9. Unajua kuna mambo mengine ukiuliza kidogo inabidi umefunga mdomo, manake hiyo ni kazi ya serikali na kuna vitengo mbalimbali vinahusika. Na ukurasa wa 4 ndio tena kuangalia BBI, lakini kidogo tukimbie madukani. Nitarejea tuangazie mengi zaidi katika ukurasa huu wa 4. Barikiwa na ukumbuke kwamba usibanduke kwa sababu hatuko hapa kukujuza yale ambayo yamejiri. Ntogo isaransa kuligereria gukunererwa ase ogoseria obutaka. Bono kirali tukorie iki imeya Abagusi Global Radio nigo tugosanga amono mwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge guchakira chinsa inye chamambia gwikira chinsa isano na isatu cia mubaso asomoroberio oseria obutaka aiga no abasaye bakoegwa emirimo ogwakanwa wechisira amona engana emwamu. Astubwate raundi ntangane ya kabiri ya gaturaboige raundi ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasi cia sabasaye naboigo twakana libaro bato elanchengia imeya Abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi ninkikeragera otosirie bosa abana bago nigo tokwerera tokweumia twebo ile chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatuatananire naye amasabaito aveire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa denompole Nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawakora nyasawe ninkikeragera otosirie bosa abana bago nigo tokwerera tokweumia twebo ile chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatuatananire naye amasabaito aveire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa denompole Nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo sajide nompole amaterane na arororo nyasawe meganda tigago seseni mono. Asante sana radio yeto ya Global Radio asega sengi ya mawakora nyasawe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe arororo asengi nchoyo go promote abateli nyasawe ndaba monaino. Amen. Shalom shalom. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Alright, asante sana. Katika ukurasa wa 4 hapa nataka tuangazie mawili matatu. Naam, ukurasa wa 4 hapa tunaangalia kuna wale ambao wanaendeleza ama wanaunga mkono BBI. Nilikwambia kwamba unajua
ni siku chache tu kama mbili nilikwambia kwamba Raila na Uhuru hawawezi kubali. Hawawezi kubali, na nina matumaini kwamba mimi nina matumaini kwamba ile apili wataweka leo. Tulia tu. Na matumaini mimi nimesema inapita, lakini na matumaini kwa sababu kuna taarifa ambayo nimesoma huku. Nimeona kwamba unajua wale lile jobo la machache watano lilikuwa tu ni maoni yao. Unajua walisema kwamba maoni ya watu watano haiwezi kuwa inabebea akili maoni ya watu milioni 5, kwa sababu kuna science milioni 5 ambazo zilitafutwa. Sasa sidhani kwamba matumaini tu. Tuwape tu muda. Na nakuuliza tu ikiwa hata wakiappeal bado isifaulu itakuwaje? Watasurrender. And then what will be next for Raila Odinga? Kwa sababu kuna swala ambalo niliona wamezungumzia kwa wakisema kwamba if they appeal alafu tena mahakama kuu ikaikane, itabidi warejee wakae na wale majaji watano wazungumzie vile vigezo ambazo zilifanya wale majaji watano wakakataa ripoti nzima ya BBI wakisema kwamba ni haramu. Wazingatie zile vigezo ndiposa walete sa BBI waziunganize katika ripoti ya BBI na wailete upya. Wakileta upya ndio ifanyike katika uchaguzi wa 2022. Uchaguzi kwa inaendelea, mwananchi apige kura ya maamuzi pia na uchaguzi. Naam, hapa katika naona hapa kuna options 3. Kuna options 3 is either waende kwa koti ya rufaa ama appeal. And then appeal wanasema seeking a constitutional interpretation of the ruling and taking parliamentary rule. Hizo mbili pia, hizo ni 3. Kwa hivyo pengine sijui ni gani watachagua, aidha waende wa appeal. Kwa sababu naona hapa kuna huyu Kariuki leo anaenda kwa appeal. Wamesema kwamba leo ataenda kwa appeal. Wanasema kwamba serikali kuwasilisha rufaa kotini leo. Hivyo leo wamejiandaa wanasema kwamba huyu anajulikana kama mwanasheria mkuu Kihara Kariuki na yule ambaye ni wakili wa serikali anaitwa kama Kennedy Ogeto wanaelekea katika court of appeal. Naam, sisi ni macho tu, tunatazama tu tuone itakuwaje. Kurasa watana hamna jambo. Kurasa wa 6 hapa ndo bado tunaona hapa Uhuru Raila waunga jopo ambalo linaenda appeal BBI verdict ambao anaenda pengine waweze kugeuza yale aliyozungumza na wale majaji 5 wa wiki jana. Unaona hapa kuna wale 6 ambao waliteuliwa, ni pamoja na nani yule, acha niangalia hapa majina yao. Wameongozwa na Attorney General Paul Kihara, na vile vile wanaenda kuangalia ikiwa wataweza kugeuza yale ili BBI reggae, wanasema BBI reggae is unstoppable, iweze kuendelea. It's on its course. Naam, ndo hayo tu katika ukurasa huu wa 6. Kwa hivyo bado tunazidi tukungojea tuone itakuwaje, matokeo ni yapi. Ni hayo. Katika ukurasa huu wa 8 kuna taarifa ya muhimu. Ukurasa huu wa 9 kuna story moja ambapo wanasema kwamba Edwin, ni vyema kama kwa mfano kama umeoa. Naam. Ni vyema kuchat katika mtandao ya kijamii na mama mkwe. Haina shida. Haina shida. Haina shida. Haina shida. Haina shida. I depend mnachati kuhusu nini? Haina shida. Naam, ndio hiyo sasa, ina depend what you're talking about. Sasa mama mkwe akiniuliza, "Hey mtoto wangu, umeamkaje?" Simu moja kwa moja. Technology it has advanced. Ni kitambo. Sasa hivi hata kupiga simu nje ni mazungumzo. Vile vile hata kuniongelesha pale mtandaoni, kuni voice call, kuni video call. Haina issue. Haina issue. Mama mkwe. Naam. Haina issue manake. Hamna shida. Hamna shida. Mimi ni mtoto wake. Bado hamna shida. Mimi ni mtoto wake. Ina depend sana video call kivipi. Ana ni video call kiniuliza watoto wamemkaje, mnaendeleaje. Mpenzi mtazamaji, unayasikia tu. Sasa kuna jamaa mmoja. Naam. Kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa akichat na mama mkwe. Huyu jamaa alikuwa ameoa tu mwaka mmoja tu. Bado mapenzi alikuwa ananoa katika ndoa yake. Naam. Sasa kwa bahati mbaya alikuwa anachat katika mtandao wa WhatsApp. Kwa bahati mbaya alikuwa anatumia mpango wake wa kando, picha zake chafu. Akapata ametumia mama mkwe zote, kama 7 sote, mpaka video chafu. Sasa hapo ndio aliona kwamba kuna shida ya kuchati na mama mkwe. Sasa unajua ile mama mkwe alimpigia simu moja kwa moja, mwambia mtoto wangu,
zipi hizi tena? Najua kwa amemfaa. Walikuwa anaongea tu kama kawaida. Sasa alikuwa anaforwardia mtu picha akapata kwamba kwa bahati mbaya tu amemtumia mama mkwe. Sasa mama mkwe akangoja dakika 10-20 akampigia simu. Kumwambia mwanangu, nini naendelea? Naona picha chafu. Umekuwa kichani. Unajua huyu kijana akakuwa tuna haya. Akakata tu simu. Huyu mama mkwe akapigia mtoto wake msichana akamwambia tafadhali ondoka. Kwa sababu hapo ulipo si kuzuri. Kama bwanako ananitumia picha ambazo ni chafu sana, sasa hiyo ndoa ni kama itaendelea. Msichana wake alipanga virago na kwenda kwao kama mamaka alivyokuwa. Okay, kuna mwanaume mwenye atampata ampatie mtoto wake mwenye atatuma video chafu mtandaoni. Nani? Huyu mwanamke, okay, huyu mama mkwe huyu jana ameambia mtoto wake msichana kuja kwangu toka hapo. Na nakuuliza amempangia kuna mwanaume atampa mwenye pengine hamna. Unajua kila mzazi anataka kuona mtoto wake akiendelea vyema. Mtoto wake hana stress. Hakuna mzazi ambaye unajua kuna wale by the way sijui kama umeisikia mtu ambaye ushakuwa mkubwa, ushaenda kwako, ushaanza kupika kule, umeoa, alafu mwaka mmoja ushaanza kusema kwa mamako ni mchawi. Umeisikia? Umeyaona mahali? Naam. Umeyaona mahali? Naam. Sasa itakuwaje mama yako anakuwa mchawi pale ambapo umetoka kwake? Umeacha kula kwake. Kwa sababu angekuwa mchawi, angekuwa ashakuroga kama bado huko kwake bado. Sasa ni hayo tu. Sasa unajua mzazi, hakuna mzazi ambaye anapangia mtoto wake vibaya. Kila mzazi anaombea mtoto wake mazuri. Sasa hivyo amemuita tu akae kwake ndio at least sasa asikue pale akiteseka. Lakini sasa unajua shida ya kwanza ni kutuma picha za uchi. Na ilikuwa kwa kukusudia. Naam, jambo la kwanza mwenye makosa hapa ni nani? Si mwanamke, si mama mkwe. Mama mkwe hana shida kuzungumza na mtu mtandaoni inakubalika, ni sawa. Mwanaume. Nikuulize, ikiwa mama mkwe amekupigia simu video call pale mtandaoni, maybe ni Facebook, amekupigia mtoto wake video call, utakata usiongee na yeye manake ni mtandaoni, mama mkwe asije kuongelesha? Mimi nitakata. Mbona? Najua kuna ile heshima. Heshima gani? Kuna ile heshima ambayo ukianza kuzungumza na mama mkwe, ajali nafahamu kuzungumza naye moja kwa moja kama mmekutana. Si ilikuwa mambo na ni mazungumzo yapi? Kuna tofauti gani kuzungumza mtandaoni na mama mkwe na kuzungumza ana kwa ana? Najua mtandaoni mtu anapata ujasiri wa kuzungumza vitu kwa sababu najua kuna ujasiri ule ambapo hamjaonana na mtu moja kwa moja. Naam. Na mkionana na mtu moja kwa moja, yale maneno ambayo utakayotoa kwa mdomo yako si yale ambayo utatoa katika simu ama mtandao wa kijamii. Ni kama mamako tu, kumbuka amekulelea bibi. Sasa kunizungumza tu ni video call. Habari mzuri, mitoto yangu. Patia wewe mtoto mdogo. Is it a problem? Shida ni huyu mwanaume ndiye alifanya makosa. Mwanake kitu ya kwanza ameoa, sio? Ana mpango wa kando. Sasa mnaanzaje unajua hizi mapicha ndo zinaleta issues siku hizi. Nasikia watu wameanikana, nini unaona. Kwa hivyo kwa kuanzia mama mkwe hana shida. Mwenye shida hapa kivyangu kwa maono yangu ni huyu kijana ama mwanaume. Na by the way, kuna uzuri upi, kuna umuhimu wa kuandika mtu katika mtandao wa kijamii? Kuna siku nimewahi kuwa na swala kama hilo studioni. Unajua inakuwa hivi, mapenzi ni hisia, sio? Na kama umempenda mtu umempenda. Ikifika mahali fulani wewe umeshajitolea kumpenda mtu, unakuja kumndua kidogo anaenda hivi ana mipango nyingine nini, pengine anakusaliti, kuna ile chuki na develop ndani yako, unaona. Kwa hivyo katika zile hasira zote unaona kidogo nitafanya nini ili na yeye aweze kuhisi ule uchungu. Sasa hiyo chuki itaishaje na mitandao? Na kueleza tulia. Like unataka pia kufidia ashakuhat, ndio? Sio unasema kidogo nitamuanika pale mtandaoni niweze kufanya nini? Kumhat vile vile. Another thing, tuangalie kisa cha tuliangazia haya by the way last time, kisa cha Jemtai na Professor Mo. Huyu ni mtu amekupa watoto wawili na ametelekeza wajibu wake kidogo, attend yale anastahili kutenda kama mwanaume, pengine akupatie fedha, na unapata kwamba kidogo ndiye anakuja kukuomba fedha aende kulisha familia yake nyingine, unaona. Alafu kidogo ndio amekataa majukumu, unaona, kitu kama unasema kidogo huyu ni mtu amejulikana pale mtandaoni, ni socialite, kuna jina. Kwa hivyo nikimwanika kidogo nitapata nini? Nitapata fidia ili niweze kureza watoto wangu. Kwa hivyo inabidi umemwanika, maana yake hamna uwezi enda kotini.
Hivyo unawahimiza waweze kuandikana. Sijahimiza mtu. Nilikuwa nauliza sababu, nikakuuliza sababu. Kwa hivyo hujajiuliza kama niwaambie waandikane ama waache kuandikana ama waache kuandikana. Waambie tu wako wanamsikiza. Ni mazungumzo. Lakini unajua, acha nikuulize Videl. Kuna huyo mtu, wewe ni mwanamke, amekupa watoto wawili pengine na umejaribu kumfikia huwezi. Hata pale kotini kidogo hata ukienda ni mtu akona say sana like he is end through. What will you do? Tunawachia wananchi wa muadhibu wenyewe ili upate haki yako. Ukurasa huu wa 10 ni barua mbalimbali ambazo zimeandikwa huku na Wakenya tofauti. Wanasema kwamba kuna Mkenya mmoja ambaye anasema kwamba anaunga mkono kutimuliwa kwa mbunge wa Rarieda Otiende Amollo kama naibu mwenyekiti wa kamati ya sheria bungeni maarufu kama JLAK. Hiyo ni barua moja. Kuna mmoja anasema kwamba tusiwahukumu wanafunzi ambao hawakufanya vyema katika mtihani ya KCSE. Huo ni barua nyingine. Mwingine anasema kwamba rejea ya BBI naibu rais anaungwaje mkono kote nchini. Huo ni barua ya mwingine. Mwanamke huyu Aigwe. Anasema kwamba kuna mwanamke ambaye alikuwa mhudumu wa club moja lakini akachangamkia masomo ya kung'aa katika mitihani ya KCSE ambao matokeo yake yalitolewa hivi juzi. I think uliangazia taarifa hiyo. Anasema kwamba mifano ya wanawake kama hawa, mwanamke kama huyu iweze kuigwa. Hiyo ni barua nyingine huku. Naona wanasema kwamba asante sana. Huo ni ukurasa wa 10 na 11 ambapo tunaingia katika dimba. Na mniruhusu niangazie kuna yale kidogo nilikuwa nimeruka katika ukurasa wa 6 huu kisha twende ukurasa wa 7. Hapa katika eneo la Nyamira kuna mwanamume mmoja mwenye miaka 65 ambaye anatuhumiwa kumuua mamake mwenye miaka 95. Kulingana na commissioner ama county commissioner wa eneo hilo Amos Mariba amesema kwamba kisa hicho kiliweza kutendeka manake huyu mwanamke ama mamake huyu mwanaume aliweza kupatikana saa 12 asubuhi siku ya Jumapili, na vile vile wakasema kidogo alikuwa na a lot of injuries kwa mwili wake. Kwa hivyo ikasemekana kidogo huyu mwanamke pengine aliweza kufanya kitendo hicho na kwa hivyo kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi. Kuna swali najiuliza by the way. What brings about ama nini kinaleta wewe uwe mamako ingawaje sijui unajua huyu mwanamume mamake alikuwa na miaka 95. Yeye alikuwa na miaka 65. Amekulea kutoka ukiwa mdogo akakubeba. Inakuwaje unaamua kumua mamako? Mimi naona ni kichatu, kitu mbaya. Ni hayo tu, though haijabainika. Akili inaanza kutopoka. Haijabainika amemuua ni tuma tu, lakini kuna tetezi kwamba pengine yeye ndiye aliweza kusababisha kifo cha mwana. Huyu mwanzo ashakufa 95, huyu ni karibu anaishi kwa bonus, ndio? Simwache tu siku zake zifike honestly. Sawa tu. Kurasa huo bado tunaangazia Turukana pale wavulana watatu waliweza kuzamia. Ilikuwa ni kidimbwi ambacho kiliachwa na contractor mwenye alikuwa anajenga manyumba karibu miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo watu pale Turkana watoto walikuwa wanaenda pale kupiga mbizi kidogo, kuswim kidogo mvua ikinyesha, lakini sasa wiki jana ni kama maji yalikuwa yamejaa zaidi ya kiwango, manake watu vijana watatu walienda kidogo eti wanapiga mbizi pale kuswim kidogo, wakaweza kudrone na maisha yao kuweza kuangamia. Katika ukurasa wa 6 huo. Na ukurasa wa 7 moja kwa moja tuangazie kisa cha Tuju ambaye anaitwa Rafael Tuju ambaye ni katibu katika chama cha Jubilee. Anaelezea yale aliyomkumba katika mwaka wa 2020 mwezi wa pili tarehe 12. Hapa alikuwa ametoka nyumbani mwake pale Karen Home, katembea katika kilomita 161 kuelekea wapi? Kuelekea Kabarak pale Nakuru. Kumbuka ilikuwa ni mazishi ya mwenda zake rais mstaafu Daniel Arap Moi. Kwa hivyo at about 6:45 safari yake kidogo ilipata shida, manake gari lake liliweza kugongana moja kwa ana na matatu iliyosababisha kuwa na maumivu zaidi. Akapelekwa mbio pale Kijabe Mission Hospital. Hapa alipofikishwa pale madaktari waliweza kumhudumia
kwa haraka zaidi iliyosababisha kwamba kidogo ako hai hadi wa leo. Manake ikiwa wangelegea kidogo ama wangesubiri kidogo tu angeaga dunia. Jambo la kwanza ni kwamba utumbo wake ulikuwa una leak damu ndani ya tumbo wake. The intestines zilikuwa zimebreak, kwa hivyo ikabidi wamestitch mbio iache kutoa damu to the abdominal area. Vile vile kwenye kifua chake kuna ubavu ambao ulikuwa umevunjika, na kidogo ulipovunjika ukaenda ukafinya tunaitaje the lungs. Ulipoenda ukafinya the lungs, kwa hivyo ilikuwa ni vigumu yeye kupumua. Kwa hivyo yeye jinsi anaeleza, anasema kwamba aliona kifo na macho yake kidogo, pengine wangesita kidogo tu hivi pengine angeshaaga dunia. Kwa hivyo ndio sasa anasema kwamba lazima apeane back, give back to the hospital, kwamba waliweza kumsaidia na kumwezesha yeye kufanya nini, kuwa hai hadi wa leo. Kwa hivyo ameanzisha, mgawaje aliweza kutoa shilingi milioni 3 ili iweze kusaidia expand hospitali hiyo. Sasa hivi ameanzisha mpango wa kuraise ama kuchangisha shilingi milioni 14 ili waweze kuangalia kama anaweza leta some equipment kama x-ray na scanning, ili watu wengi zaidi waweze kuokolea maisha yao kama yeye mwenyewe alivyookolewa. Najua umekuwa ukinitazama, unaona kwamba kuna jambo ambalo ningekuwa nataka kuzungumza. Naam. Lakini nimekuwa nikitabasamu tu kwa sababu najua kuanzia saa 7 sasa mchana tunakutana tunazungumza katika shangazi ya kujibu. Hivyo mpenzi mtazamaji, kama unasikiliza kuanzia saa 7, waambie ni kuna nini leo? Kuna nini leo? Sema kwanza muda, alafu nitakwambia kuna nini. Na kuanzia saa 7 mpenzi mtazamaji tutakutana kwenye meza hii tuweze kuangalia shangazi ya kujibu. Hapa ndo tunaangalia yale yanayotukumba katika mahusiano. Sasa unajua siku ya Ijumaa tukuangazia. Yapo yale nimeanakiri chini. Siku ya leo ningependa nikuulize swali moja. Kuna yapo mengi hapa, lakini ningependa tu kukuuliza moja. Mpenzi mtazamaji, nawe pia ningependa tu uweze kuchangia tafadhali. Huyu anasema hivi. Mwanamume ambaye tumekuwa wapenzi kwa miaka 2 amekuwa akilalamika sana kwa sababu nimekataa kumlambisha asali hadi anioe. Mwanamume ambaye tumekuwa wapenzi na tumependana sana kwa miaka 2 sasa amekuwa akilalamika sana kwa sababu nimekataa kumlambisha asali hadi anioe. Je, nimekosea? Yeye anasali kwenda jela. Anasali kupeleka jela. Najua kuna mambo ambayo ni mambo mazito ambayo yanafaa kuangaziwa. Hebu ni ushakuwa na mtu miaka 2. Miaka 2 ni miezi 24. Naam. Ama? Naam. Hiyo ni miezi michache sana. Ushaanza kuomba asali. Naona likoje hilo jambo? Ni maelewano kama navyosema kila wakati, ni maelewano. Unajua inafaa at least unakaa kama miaka 2, 3 hadi miaka 5 hivi 6, 7, 8. Kwa sababu yapo yale tu ni yako tu, kama ni yako bado ni yako. Yapo ama mngoje harusi, unajua. Acha tu tunaangazia pale. Ninajibu lakini tukutane saa 7 pale. Mpenzi mtazamaji, najua ni vyema mngoje harusi. Haraka ina baraka. Naam. Harusi ni vyema. Msikue na pupa. Sitaki kuongea na ukiangalia na nyamazia, manake nina majibu. Si eti sina, nina majibu, lakini nangojea tu ifike pale saa 7 kwenye kipindi chetu cha shangazi ya kujibu. Tuiangazie hayo kwa mapana na marefu. Niweze kutoa maoni yangu na wewe mpenzi mtazamaji pia utaona. Harusi ni vyema. Harusi ni vyema. Msidanganywe. Harusi iko sawa. Sawa. Angazia. Sababu kurasa wa ndani hapa tunaangazia mengi hapa. Naona hapa anaitwa nani? Tunaangazia ugonjwa wa coronavirus. Unasema kwamba kidogo, ingawaje wanasema wajua mashule wamefunguliwa, lockdown ama kusitishwa kwa katukuli za kawaida zishatolewa katika yale makaunti ambayo kidogo yalikuwa yamegongwa vilivyo na ugonjwa wa COVID-19. Sasa hivi bado kuna maongezeko, na vile vile watafiti wanasema kidogo mwezi Julai kutakuwa na visa kama hivi kwa wingi zaidi. Kwa hivyo watu tutasemaje? Watahadhari. Watahadhari. Naam, kwa hivyo tia tahadhari kidogo, vaa barakoa yako, fuata masharti ambayo yaliwekwa na Wizara ya Afya ili uweze kujiepua na ugonjwa huu wa COVID-19. Vile vile ukurasa wa 10 hamna, 11 sioni lolote. Ukurasa wa 12 hapa ndo tunaangazia kwamba
kuna namna chochote hapa. Naam, ukurasa wa 14 ndio tunaangazia hapa kwamba kuna wale ambao wanaenda vyuo vikuu. Unajua kuna uwezekano hapa nyuma kuna watu ulikuwa unaenda chuo kikuu, unafanya degree yako, pengine umefanya ualimu, kisha kwenda kutafuta TSC unaambiwa kidogo huja qualify. Unajua kuna zile qualifications zinatakiwa, kama wewe ni mwalimu wa kizungu na literature, English literature, wanasema kidogo English lazima ungekuwa na tuseme alama fulani. Unapata pengine ulikuwa na D+, lakini kwa sababu chuo kikuu kilikuwa kinahitaji kwamba watu wengi waje ili wapate fedha, wakwambia wewe unahitimu, wewe uko sawa, ingia unasoma miaka 4 unapata degree yako, lakini ukienda pale kutafuta TSC namba unapata kidogo unakanywa, unaambiwa iwezekani hapa. Kwa hivyo kuna wale wanafunzi ambao walikuwa wamesomea Bachelor of Law kutoka vyuo mbalimbali, pengine vingine nje wengine hapa ndani ya nchi, na wengine wametoka nje ya nchi vile vile. Lakini sasa kuna walienda kujisajili na ATP, inaitwa Advocate Training Program, kidogo wakaambiwa hamwezi, manake hamjafikia qualifications zinahitajika nyinyi kufanya nini, kuingia humo. Kwa hivyo wakaenda wakaona kidogo acha waanzishe waweze kuongea jinsi itakuwa. Wakaenda kwa jopo linaitwa the Council of Legal Education ili waweze kuhalalisha pengine degree zao, lakini wakaambiwa kwamba sisi hatuna uwezo, wenye uwezo ni wale the ATP, the manager, the administrators ndio wako na uwezo. Muende pale, wakiwakubalia sawa, ushafanya degree yako maybe ni miaka 6, umeambiwa kidogo uwezi join, sijui itakuwaje. Hayo ni katika huu ukurasa wa 14. Mimi gazeti langu nimelimaliza, ni hapa pale ambapo unasema kwamba ni takriban nusu karne pale ambapo Leicester City ilikomboa kombe la FA baada ya kuikomoa Chelsea mnamo Jumamosi usiku ugani Wembley, Uingereza. Hayo tu ndio alikuwa ameangazwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Na mwisho kama kawaida tunaleta maoni. Do you support High Court's decision on BBI? Wewe mwenyewe unaunga mkono yale ambao majaji wale watano waliweza kuamua kuhusu BBI kuzamisha malengo ama ile BBI, ile trend ya BBI? Ni swali ama ni swali inahitaji maoni yako. Kuna wale wanasupport wanasema iko sawa, kuna wale kidogo wanasema kuna wale wanasema kidogo BBI ingeweza kuleta furaha maishani, ingekuwa ni tunasema ni future ya Kenya. Kidogo majaji hawakufanya jambo zuri. Kuna wale wanasema ni vizuri, manake kuna lile jopo ambalo lilikuwa lina advice, the legal advisors wa Uhuru Kenyatta kwamba walimpotosha. Kwa hivyo sijui maoni yako ni yapi, lakini hayo tu kwenye gazeti letu la The Standard. Katika siku ya leo tunaangazia katika kitengo cha story yangu. Kuna story ambayo nilipewa nami nikaona kama imeniguza kidogo. Kwa mpenzi mtazamaji, kuanzia mwendo wa saa 5 sasa Afrika Mashariki tutakutana katika mpango mzima wa Zaria Obota katika kitengo cha story yangu, ili tuweze kufahamiana na kujulizana. Kama una story ambayo ungependa kuishare na wenzako ili waweze kukushauri, unaweza sema nami kupitia kwa nambari 0716 059823. Wanasema kwamba miaka 17 hivi si ndio miaka rali ama mngoja harusi ndio asadi watu walani. Tutaongea, sitaki kuongea nimekania, sitaki kuongea hayo hadi kesho sana wakati kama leo magazetini. Tukutane, jina langu ni Edwin Mukaya, la kwangu ni Fidel Omoshoge. Mpango mzima wa Zaria Obota kuanzia saa 4 hadi saa 7 mchana. Barikiwa. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana.